Ruto, wacha kutupanga. Kumbuka hata wewe unafaa ku uplift your game. Hata even when you are lying to the country, try to uplift your game. Ujue wale watu walikuwa wanaongelesha 2022, 2018, 2017 ni watu wamechanuka sahi 2027 mahali tunaelekea. Are you not the one who told us about fuel subsidy? Ukasema hautaweka mambo ya subsidy, relief funds zenye zinakuja kusaidia the citizens. Today you are the one advocating, promoting subsidy. Do you remember? Can I bring for you a clip ukisema kuwa au unataka mambo ya subsidy? Uhuru alikuwa anatuletea subsidy all through. Tukiingia in difficult situations, analeta relief funds. Analeta ile pesa ya kushikilia for the time being ndio tuweze kusonga mbele. Wewe ukasema serikali yako haitaruhusu mambo ya subsidy. Ni ku create a permanent solution ndio tu achieve greater as a country. Leo hii kwa hii clip natoa hii attachment nimeweka hapa chini. Unaongea mambo ya subsidy. Fuel subsidy. Nanyewe ukidanganya you can't sustain a lie. Unajua ulikuwa unaongea so that you gain politically. Reality imekuja hapa. Internet does not forget. People cannot forget. That's why I'm here doing this clip to remind you. You said your government haita rely on subsidies. Ukaongea mambo ya fertilizer, ukaongea mambo ya vitu mingi hapo, ukakuja ukaongea mambo ya fuel subsidy, ukakataa. Alafu umekuja hapa kutuambia nchi zingine hazina mafuta totally. Sasa hapa Kenya at least tuko na enough fuel. The discussion we have here is not about if we have fuel. What we are discussing is about fuel increase. Hiyo cost imeenda 206 per liter. Ndio tunaulizana hapa sababu saa hii as I'm speaking, hustlers wenye ulisema utawasaidia, utaimarisha uchumi, vijana watapata pesa huko chini, saa hii wanalipa fare ama transport shilingi 1,800, double. Nairobi to Kisii 800, double, that is almost 1,700. Ni nini unakuja kutuelezea hapa yenye sisi hatujui? Ni nini tunakuambia? Unajua mmeshinda mkituambia the economy inafanya vizuri nini? Hiyo ni theory. Nikawaambia economy atuelezewe kuhusu economy. It is us to explain how we feel about the economy. Sasa reality ndio hii imekuhit. Unafanya nini Kisii? Unaendelea kukampeni tunamwaga pesa Kisii za project zenye they are not existing when the country is crying for fuel nini prices increase. Mahasla sio wenye unaongelesha Kisii wakitoka hapo wanatumia fare. Sasa hiyo pesa mmetumia kuwatoa Homa Bay kuja Kisii, muongeze sababu hiyo pesa ime-increase. Hata hiyo yenye mmewaitia hapo wakuje waongeze pesa sababu mafuta imeongezeka. Bei kwa barabara nyinyi mahaslas mkimaliza imbia Ruto hapo mafuta imeongezeka, ndio sababu hapa hii pesa mmetupatia itoshi ya kurudi Homa Bay mahali tumetoka kuja kuachia. Mnielewa vizuri. Mambo ya subsidy, Ruto alisema serikali yake ita entertain mambo ya subsidy. So sasa hivi anaongelea mambo ya subsidy. Look at it. A weak government. William Ruto, are you not the one who told us about fuel subsidies? Today you are the one advocating about it. You said you'd create a permanent solution for a better country. You lied to Kenyans. Internet never forgets. And there are some people who came to hear in this comment section, like Njero said, saying that other countries don't have fuel is another crafted lie. Very bad of him. Then Said commented and said, tell him the truth, Honorable Nduruche. Keep it up, bro. What goes around comes around. Owino P also commented and said, I like that, but remember politicians can say anything just to get votes. So tusiweke maneno yao watu kwa roho sana. And then there's Dave, he commented and said, when will he ever talk the truth? This is real politics.